Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa zawadi ya uhai na kwa zawadi ya wokovu. Ninamshukuru Mungu sana kwa kuwa mahali hapa tena kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu kwa pamoja kama wanawake, ndo ili tukaweze kuimarika katika safari yetu ya wokovu. So siku ya leo ningependa tutafakari katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 kuanzia 14 mpaka 18. So nitaenda kusoma. So hapo 14 inasema, ndugu towasi, waonyeni wale wasio kaa kwa utaratibu, watieni moyo wale walio dhaifu, watieni nguvu wanyonge, vumilieni na watu wote. So hapo tunaambiwa tuwaonye watu, yani ukiona mtu anaenda vibaya, haendi vizuri tunafaa kuambia. And then tunaambiwa hapo tuwatie nguvu wale ambao ni wanyonge, wale ambao wanapitia maybe shida, maybe wanapitia struggles, wana need support. Like usituangalie mtu hata kama maybe kuna kitu amefanya, so ana go through the suffering. So unafaa encourage huyo mtu na kumtia nguvu, because hiyo time ako vulnerable, hana nguvu, anahitaji mtu mwenye atamsaidia, atamshika mkono either kwa maombi, encourage. Unajua kwanza mtu akikukujia kuambia ninapitia situation fulani, huyo ni mtu anahitaji support. So tunaambiwa hapa tuwatie nguvu wale ambao ni wanyonge, tuwasaidie wale ambao wamekata tamaa, tuwasaidie ili wainuke tena, unaona. So alafu tukiendelea hapo 15 inasema, angalieni mtu awa yoyote asimlipe mwenziwe mabaya kwa mabaya, bali siku zote lifuateni lililo jema, nyinyi kwa nyinyi na kwa watu wote. So hapa pia tunaambiwa tusilipe ubaya kwa ubaya. Unaona, sasa ile mtu umefanya mtu kitu mzuri, yeye akufanyii kitu mzuri, so unataka kumlipa kwa ubaya. Hapana, neno la Mungu linakataa. Usilipe mtu kwa ubaya, na si wale tu peke yake unawajua, hata wale ambao huwajui uwatendee tu mazuri. Like haijalishi mtu amekufanyia nini, because ukifanya hivyo utakuwa unafanya mapenzi ya Mungu. Alafu tena utasave tu moyo wako, like moyo wako hautatawaliwa na mapepo, because the moment unaenda kinyume na neno la Mungu, mapepo ndio yatatawala tu, yatakutawala na yatakutawala kweli. So choose kufanya the right thing, usilipe ubaya kwa ubaya, lipa tu uzuri for the sake of your soul. So ndo usijikute hapo umeangamia, nafsi yako imetupwa kuzimu kwa sababu ulilipa ubaya kwa ubaya, haukufuata neno la Mungu. Unaona, so hapo nikisoma hapo ninajifunza kwamba nisilipe ubaya kwa ubaya, nilipe tu ubaya kwa uzuri, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa unatimiza neno la Mungu, na pia utakuwa unatimiza neno la Mungu, na plus unajiokoa, moyo wako hautatawaliwa na mashetani. Ni Roho Mtakatifu atatawala kwa sababu utakuwa unafuata neno la Mungu. Amina. So tukienda hapo 16 inasema, furahini siku zote. Furahini siku zote. Yani tunaambiwa tufurahi siku zote. Unajua kufurahi. Yani hapo ndo nimekuja kurealize kufurahi ni kitu ya maana sana. The moment umefurahi, hata kama unapitia mambo magumu, ile furaha tu ndani mwako inakupatia nguvu, yani inakufanya utake kuendelea, unaona. Lakini wakati uko na huzuni, yani unaona tu uwezi kabisa. Lakini ukiwa na furaha, ile furaha inakusaidia. So neno la Mungu linasema tufurahi. So hicho ni kitu cha kupigania, hata wakati uko chini, omba Mungu akusaidie, furaha yake itimie ndani mwako. Amina. Alafu hapo 17 inasema, ombeni bila kukoma. So ukipitia situation, kuomba inakuanga ngumu, yani unashindwa hata sijui ufanyaje. Lakini kumbe ukijikaza uombe bila kukoma, yani hata wakati hujisikii kuomba, wewe tu piga magoti tu, anza kuomba, na Roho Mtakatifu atatake over, atakusaidia uombe, because neno lake linasema omba bila kukoma. Because the moment umestop kuomba, ni kama utafungulia tu shetani mlango, na utakuwa weak. And then sasa, kwa sababu kuomba ndo communication kwa Mungu, so utakuwa tu hapo, hauitishi msaada, so uko tu hapo, so unakuwa vulnerable. So tuombe Mungu sana atupe nguvu, tuombe bila kukoma. Tukipata chance yote ya kuomba, tuombe sana sana sana. Amina. So tukienda hapo ya mwisho ambayo inasema 18, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu.
kushukuru. Yani wewe shukuru tu kila wakati. Yani shukuru kwa sababu hayo ni mapenzi ya Mungu. The moment umerealize mapenzi ya Mungu na ungangane kutimiza mapenzi ya Mungu. Yani hiyo tu ndo the best thing like unaweza fanya kwa maisha yako. So tungangane sana kufanya mapenzi ya Mungu, ni kushukuru kwa kila jambo. Yani hata mambo yakiwa mabaya wewe tu shukuru. Yani ngangana tu kumshukuru Mungu, mshukuru tu, mshukuru. And then the more unafuata neno la Mungu na the more unashika, unafuata na unaliishi neno la Mungu, linakusaidia overcome vitu. Yani uta overcome tu kwa sababu unajua Mungu mwenyewe akikutazama aone unatimiza neno lake. Unaona? Hiyo tu kutimiza neno lake, hiyo tayari yani ni kama tu umeshinda kwa chochote kile ambacho unapitia. Amina, mbarike sana na Bwana. Amen.